Kabiruza. Naam mkuu. Acheni kumfuatilia Fei. Ila mkuu, unajua kila kitu. Ni muda sasa wa kutoa kafara. Lakini unatoka huku unaingilia huku. Na tukikwambia hatukuelewi. Kwa hiyo sasa sijui tunafanyaje. Sawa. Lakini nikuulize kitu. Niulize mkuu. Nani mkubwa? Ni wewe hapo mkuu. Mimi? Basi niacheni mimi ndo nitajua, ila naombeni mmuache yule wala msimfuatilie. Mkuu, unajua kila kitu. Sheria zote unazifahamu. Hadi muda huu hakuna kitu chochote kinachoendelea. Kwa hiyo unataka kunipanda kichwani, si ndivyo? Hapana. Ila sio kwamba tunakupanda kichwani, lakini ni muda wako sasa. Unatakiwa uliangalie hili. Nishakwambia niachie mimi hao. Sawa mkuu. Lakini kuna tatizo. Kuna kitu ambacho hakiko sawa. Tatizo gani? Kuna watu wanamfuatilia dada yangu. Na kwa dada yangu, jinsi ninavyompenda, aisee, nitachofanya sijui yani. Kwa sababu ninatoa kafara kwa wakati. Hivi ni kwa nini wanafuatilia familia yangu? Kuna tatizo leo limetokea asubuhi. Dada Sinata amenituma maji. Kipindi nampa maji, yale maji yamegeuka kuwa damu. Kwa hiyo kuna mchezo ambao unaendelea. Na nisijui ni nani. Huyu atakuwa ni Buda na Mabala. Buda? Mabala. Nafikiri niachie, nitalifanyia kazi. Sawa mkuu. Lakini lifanyie kazi hilo. Haina shida. Mtoto wangu yuko wapi? Mtoto wangu namtaka. Wewe ndio umebaki hapa nyumbani. Una lolote ulilofanya? Nimekimbia mimi mpaka nimerudi na kukuta hapa hapa. Nataka mwanangu. Sitaki maneno mengi wala nini. Nachotaka ni mtoto wangu. Na utakuwa unajua chochote kinachoendelea kuhusu mtoto. Sasa mke wangu, mtoto alitoweka mbele yetu sote. Unavoniuliza mtoto unanikosea. Mimi najua mtoto alikoenda, najuaje? Hauwezi kuniambia misogo zako nikakuelewa. Mimi namtaka mwanangu. Namtaka mtoto wangu, sitaki mimi. Mimi najua nini? Na una maana gani kusema kuna chochote ninachokijua? Mke wangu, mwanzoni nilikuwa nafikiria watu wawili. Wewe pamoja na mtoto wetu. Kwa kuwa wewe umerudi, nafikiria kuhusu mtoto. Halafu unapoita mtoto wako, unakosea, ni wa kwetu sote. Mke wangu, leo nataka nikujibu maswali yako yote uliokuwa unaniuliza. Na pia uliokuwa unajiuliza wewe. Mimi ni nani? Naamini maswali yako alikuwa analenga mimi ni mtu wa design gani. Tangu nikute pale chini ya mwembe ninafanya vitu gani. Lakini lengo la kufanya vile vitu ni kuweka ulinzi katika kijiji chetu kutokana na haya matatizo yaliyopo. Hii taaluma nilionayo mimi nimelisi kutokea kwa babu yangu Mzee Kondo. Nilielisi jina lake. Mimi sio mchawi, lakini mimi nasaidia watu. Kazi yangu mimi ni kutibu, kulinda kijiji ili watu wasizunguke na matatizo. Ndio maana hata
uliponiambia siku moja kuwa kuna mtu umefanana naye, hilo swala lote nilikuwa nalijua. Ukiacha kulia, ukilia tuwezi kupata suluhu ya kupata mtoto wetu. Unajua? Unajuaje? Unajua mtoto wangu alipo. Umeshaniambia mahindi amebeba vizuri. Na maana una sababu zako. Mke wangu, nisikilize. Jambo hili hatupaswi kutumia hasira. Kwa kuwa sasa hivi umekuja, tunapaswa kukaa chini, tufikirie nini tufanye ili tuweze kumpata mtoto. Lakini sio kulia wala kugombezana hapa. Haina faida yoyote. Nakaa chini nasubiri, nakaa chini nafanya nini? Mtoto wangu simuone mundani afu unaniambia nikae chini. Mke wangu, nisikilize. Upaswi kulia katika hili. Sawa? Kwa kuwa sasa umekuja, naomba ubaki hapa nyumbani, halafu mimi nitajua nini cha kufanya. Mimi. Usilie mke wangu, usilie, please. Usilie. Uko wapi mimi? Usilie mke wangu, nisikilize mke. Hebu nipe muda, acha mimi nitoke. Hakika nitakuja na maamuzi sahihi. Kama sio mtoto, basi nitakuja na nini tufanye tuweze kumpata mtoto wetu. Please, naomba usilie. Nyamanza, acha kulia. Na ukija, uje na mtoto wangu ama. Ili hilo swala lisiendelee kutokea, nikakupa hiyo kinga. Kwa mke wangu usijiulize maswali mengi. Mimi ni mtu salama tu kwako na katika kijiji hichi. Sawa? Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Lakini haukuwa na budi ya kunificha mimi. Kwa sababu mimi ni ubavu wako wa pili. Unawezaje kunificha mambo kama haya? Mke wangu, nilikuwa nasubiria muda ukifika nikwambie. Kwa sababu ile jambo lilikuwa sio haraka hivi. Ndio maana muda umefika leo nimekwambia. Basi sawa mume wangu. Ni jambo la kumshukuru Mungu kuona matatizo yameisha katika kijiji chetu. Mimi nimefurahi kusikia yote. Ni jambo zuri. Mtoto wetu huyu akija atakuta mambo mazuri. Labda anakuja kulisi mkoba baba yake. Acha wewe. Mimi ndo nakwambia. Bila msikie joto lake. Ewe. Acha wewe. Karibu. Asante, mambo vipi? Safi. Leta mishe. Hapa kwetu mambo yanaenda vizuri. Sijui uko kwenu mjini. Aisee, miaka mingi sana ndugu yangu. Na sikutegemea kama ningekukuta, unajua. Kwa sababu kulingana na muda ambao tumeutumia kutoka hapa na wewe kubaki kijijini. Aisee. Hongera bwana. Labda mimi ukaribishe tu wewe. Mimi nipo. Vipi mazingira yakoje lakini hapa? Kwa makini. Kijiji ulichokiacha mwanzo sio kijiji hichi cha sasa hivi. Kondo, unamaanisha nini kusema hivyo? Ipo siku utanielewa namaanisha nini. Bwana, kwa sasa unaelekea wapi? Naenda kwa Bwana Asmani. Kuna mzigo wangu naenda kuchukua. Mimi narudi zangu kwa babangu mdogo, si unajua, jini Kiselani. Basi sawa. Poa. Kesho. Mjiki village ndo nilikozaliwa. Baba yangu na mama ndo walikotokea. Nimepanga safari kurudi kwa mama, kutembelea ile familia yangu yalioni. See the Buddha. See the Buddha.
Naam. Tulichokuagiza kiko wapi? Kazi mlionaagiza nimefeli. cha wachawi waganga na kuwanga vimwanga na majanga kushuka na kupanda kijiji cha wachawi waganga na kuwanga vimwanga na majanga kushuka na kupanda Village ndo nilikozaliwa, baba yangu na mama ndo walikotokea. Nimepanga safari